lazima tupate. Kumesikia huyu mbunge ambaye anatokea Tunduma alijaribu kumgusia mheshimiwa Polepole kwa ajili ya utekaji, lakini mpaka hivi ninavyoongea Abdul amesema wafanye utaratibu kwa ajili ya kumuua huyo mbunge kwa sababu anawaingilia katika mambo yao. Kwa kuwa Polepole wanao yeye, wakina Soka wanao wao, wakina Mdude wanao wao. Anamesema kwamba yeye ni nani, tena anaenda kuongelea bungeni. Kwa hiyo amekuwa akiongea vitu tofauti tofauti. Huyu hafai, ni kirusi chao. Kwa hiyo Adolf anaweza kauliwa na sumu, kwa sumu. Asipouliwa kwa sumu atatekwa. Hizo ndio amepotoa, atekwe, na akitekwa anakwambia atamuua yeye kwa mkono wake. Abdul anakwambia, Abdul mtoto wa Samia, kwamba atamuua huyu mbunge wa Tunduma kwa mkono wake. Anaitwa nafikiri Adolf. Anaitwa Ado Shaibu. Dhidi ya watu wote waliopotea na kutekwa Tanzania. Huyo. Hilo la pili nilitaka kulisema, na ujumbe wangu wa kuiti pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni msingi wa mahusiano baina ya utawala bora na haki za binadamu, hasa haki ya kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila haki za binadamu hakuna utawala bora. Samia muuaji. Kituo cha sheria na haki za kilitoa taarifa yake ambayo ina orodha ya watu Hello. Oh yeah. I'm just home. Niko najichukua video kwa ajili ya kupost Instagram. Viko visa mbalimbali vya watu wanaopotea, watu wanaotekwa. Nilitarajia, kwa sababu hii ni wizara ya utawala bora, ni lazima tupate pia commitment kwamba kutakuwa na usalama dhidi ya visa vya watu kupotea na kutekwa. Na ushauri wangu kwa serikali, orodha ya watu wanaotajwa, Balozi Humphrey Polepole, ndugu yetu Mlai, na watu wengine wote waliotajwa katika ripoti zile, kwa ajili ya muda siwezi kuwataja wote, ni lazima tupate majawabu ya serikali. Pawe na uchunguzi huru dhidi ya watu wote waliopotea na kutekwa Tanzania. Hilo la pili nilitaka kulisema, na ujumbe wangu wa kuhitimisha, ujumbe hitimisha kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Katambi, taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa mbunge, na nikiheshimu pia taaluma yake, amezungumzia kuhusiana na masuala ya kesi za TAKUKURU, lakini vivyo hivyo amezungumzia kuhusiana na mwenendo wa kesi za jinai. Naomba nimpe taarifa, nikitambua kwamba pia ni wakili msomi. Yapo mashauri ya jinai yanayoendelea kwenye mahakama zetu yanayohusiana na ubadhirifu na upotevu wa fedha za serikali, na kwa sababu ya muktadha wa takwimu, pale utakapohitaji tutakupatia. Lakini vivyo hivyo kwenye tuhuma na shutuma za watu kutekwa na kupotea, zipo kesi ambazo tayari ziliripotiwa polisi, hatua za upelelezi zinaendelea. Lakini vivyo hivyo zipo kesi ambazo watu walionekana kusema wametekwa na baadaye ikagundulika ndivyo sivyo. Zipo shutuma nyingine nzito za kijinai ambazo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi nazo, na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya kimataifa. Kwa masuala haya, ikiwa ni pamoja na kesi zilizopelekwa mahakamani,
unafahamu msingi wa sheria unatutaka kwenye mashauri ambayo yanaendelea mahakamani hayawezi kuzungumziwa, pamoja na kutambua kwamba tunayo sheria ya haki, kinga na madaraka ya Bunge, lakini yapo mambo ambayo kwa hatua ya yalivyo na nature yake, kwa sababu ya kwenye hatua ya upelelezi, kwa sasa hayawezi kuwa public kwa sababu kuna taratibu za kiupelelezi. Asante Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo, na nitahitimisha kwa ajili ya muda. Nitahitimisha, naamini kwamba nitalindwa. Nahitimisha dakika moja tu mwenyekiti, nahitimisha. Siipokei kwa sababu hoja yangu mimi siridhiki na uchunguzi wa kawaida wa kijinai. Nataka pawe na utaratibu wa Judicial Commission of Inquiry, uchunguzi huru, ili tujue Polepole yuko wapi, tujue Deus Soka yuko wapi. Sasa ujumbe wangu, muda wako umeisha. Ujumbe wangu mwenyekiti, nimeongea kwa dakika 3 nikisimamishwa dakika 1, naomba mwenyekiti, ili nitoe ujumbe. Ujumbe wangu kwa wale ujumbe wangu kwa wale wanaodhani, Mheshimiwa, nimeongea kwa dakika 3. Mheshimiwa